Na mtazamaji wa Sullivan TV, hatujachoka bado. Nimekwambia tumeweka kambi Mwenda Pole hapa na wazungumzaji ni wengi kweli kweli. Akitoka mtu Nchale, akiingia mtu Nchale, naona Kibaragashe. Na heshimu sana Vibaragashia mzee wangu. Kwanza heshima yako. Mimi niseme marahaba, alafu nashukuru kusikia kwamba eti unaheshimu Baragashia. Ukiona hivi basi ujue ni utu uzima. Ukiona Kibaragashia? Utu uzima, hekima na busara. Kwa hiyo hekima, tutegemee maneno ya hekima kutoka kwenye Kibaragashia. Sio Kibaragashia tu, kutoka kwa wanachama, wananchi, wadau wa Young African. Labda kwa majina yako unaitwa nani kwa kuangalia kamera pale? Mimi kwa majina yangu naitwa Abdurrahman Nikunda. Mimi ni mzaliwa mkoa wa Morogoro, kabila yangu ni Mpogoro. Kwa sasa niko Mwenda Pole. Uko Mwenda Pole hapa? Niko hapa Mwenda Pole ndio nyumbani. Masaa mawili mzee wangu, kikao cha ndani. Mlikuwa mnajadili nini? Kikao cha ndani kweli kilikuwa na mambo mazito. Lazima tuseme kwa sababu lazima ifikie wakati tuzungumze ukweli. Hivi unajua unaweza kaishola kusema, lakini lengo letu ni kwamba kama dabi itakuwepo sisi hatucheze, kwa sababu tunajua kwamba dabi haipo. Kwa nini tukacheze dabi wakati dabi ilishachezwa na viongozi wa TFF? Sisi TFF ndio wameweza kucheza dabi, ila sisi tunasubiri mechi ya kirafiki baina yetu na wapinzani wetu. Basi ndo adhimio letu, na kama watataka tukacheze dabi, warudi kwanza kabla hawajaahirisha ile mechi, waeleze kanuni zile zinaruhusu, na kama haziruhusu kwa nini waiahirisha mechi nje ya kanuni za TFF na kanuni za mpira. Na mpaka leo hii mimi niseme mpaka leo unakuta viongozi wetu wa mpira TFF hao na bodi ya ligi hakuna hata sehemu moja waliosimama kuwaomba radhi mashabiki waliotoka nje ya Tanzania na wengine waliotoka mikoani kwa kile walichokifanya cha kihuni. Kile ni kitendo cha kihuni, sio cha kiungwana. Ndio maana nakwambia ukija hapa sasa utapata busara. Wale hawakuwa na busara. Waliwaangalia waliotoka nje kuja kushabikia ile dabi, kuja kuangalia. Wamelipia ndege, wametoa hela zao. Hivyo watarudishiwa ndege za kwenda na kurudi tena? Hakuna. Kwamba wao washatengeneza pesa yao, wamemaliza. Lakini uhalali uko pale pale. Kwamba wakitaka tucheze, hiyo sio dabi tena. Sisi tunaenda kucheza mechi ya kirafiki baina yetu na watani zetu. Dabi imemalizwa na TFF. Na kama hawajamaliza, mimi naongea leo, waseme, watoe kauli kwamba ilikuwaje, kanuni zipi zilitumika kuahirisha ile mechi. Lakini walitoa barua. Barua walioitoa, nikuulize ndugu mwandishi, ulipofika hapo watu walisoma ile barua? Hawakusoma barua. Mbona nyinyi leo mmekuja hapa sisi tunazungumza? Wao walishindwaje kuita waandishi wa habari wakazungumza? Na sisi tukae kwenye ma-TV tuwaone. Ile barua walitoa ni barua ya uchumba, sio barua ya kitu ambacho kinatakiwa. Kama mtu uonekane na watu wote unaongelea jambo fulani ili watu wakuone, wakuelewe. Sasa wao wanatoa barua hakuna mtu anayejua. Mimi mwenyewe sijui ile barua inasema nini. Kwa hiyo nataka wao wajitokeze, wajibu haya tunayozungumza sisi kama wadau wa mpira. Mzee busara iko hapa. Ni kweli, tena ya kutosha kabisa, wala bila shida. Mimi kama mwana Yanga, na ndio maana ili ukitaka kujua tangu haya mambo yatokea, ulishakumsikia kiongozi wote wa Yanga ameongea chochote? Hapana. Hakuna. Kwamba ujue kwamba ndio watu wenye busara. Tunakaa kusubiri. Na ili tuzungumze kama nilivyosema, waanze viongozi wetu wa ligi hao, TFF na bodi ya ligi, wasimame waombe radhi, walichokifanya ni cha kihuni. Hawana busara hata kidogo. Mzee. Naam. Kibaragashia na kiogopa hiki. Hapana, usikiogope. Hiki Kibaragashia kwa sababu unajua labda ikatokea viongozi wenu sasa wakakubaliana dabi ichezwe. Nyinyi kama mashabiki mtakuwa na maamuzi gani? Yani ndio maana ulikuta ulitusubiri kwa muda mrefu kwa kile kila ukipiga watu tulikuwa tunakwambia subiri, tuna kikao. Maamuzi yetu sisi, dabi ya Kariakoo ya ligi ya msimu huu tumeshacheza. Imechezeshwa na TFF na bodi ya ligi. Kama wakisema tucheze sio dabi, tunaenda kucheza mechi ya kirafiki. Hamna dabi tena hapo. Na kama ni dabi wakitaka tucheze dabi, ninarudi pale pale, watueleze sababu ya kuahirisha mechi. Je, ule muda walioahirisha mechi wameahirisha saa 8 mchana. Na mechi itakuwa chezwa saa 1 usiku. Ni masaa mangapi hapa katikati? Lakini pia walidai kwamba eti sisi tuliwazuia Simba kwenda kucheza kwa mazoezi uwanjani. Ndugu yangu wewe, unaweza kwenda nyumbani kwa mtu kaingia chuoni kwake bila hodi? Sisi ndio tulikuwa kwenye uwanja, walitakiwa tufuate sisi. Mwisho wa siku sisi sasa tuandalie mazingira kufanya mazoezi kwenye uwanja wetu. Wanaendaje uwanjani bila kupitia kwetu sisi? Kwa hiyo ni uhuni ambao wamepanga wao pamoja na TFF ili watengeneze mbinu. Kwa sababu kabla hapo walishasema mechi ya Simba na Yanga ya dabi aidha isogezwe mbele ama irudishwe nyuma. Walivogonga mambo ndio wakaleta zengo hili. Hilo walitengeneza tu wao. Inawezekana hata wale wadai ni makomando ni wa Simba waliovesha jezi za Yanga wakaenda kufanya uhuni uwanjani pale.
Kama kwa wamesema wana Yanga wawalete uwanjani tuwaone kwamba hawa ni makomando wa Yanga walienda kufanya fujo pale. Tuwaone walishindwa nini kuwaonyesha. Kwa hiyo ni uhuni ambao wamefanya TFF na bodi ya ligi. Kwani watu waliohusika kuwazuia wana Simba wasingie uwanjani wamechukuliwa hatua yoyote? Sijawahi kusikia, na ndio haya ambayo anasema hatujawahi kusikia hatua yoyote iliyochukuliwa na wale. Kwa nini wasichukulie hatua? Kwa sababu vyombo vilikuwepo pale. Wangechukua hata wawili watatu wawashikilie ili waje kusema kwamba wametumwa na nani. Lakini waliwaachia, waliwaona, wakawaachia, mapicha wamewapiga, shughuli imekwenda, basi uhuni tu ambao ulikuwa unaendelea kwao. Hakuna kitu kingine ambacho kilikuwa kinaendelea. Wewe kama mzee sasa wa hapa, mzee wa Kipogoro, busara imelala hapa. Ongea na viongozi wa klabu ya Yanga kuhusu msimamo wa jambo hili. Mimi cha kwanza nimefurahishwa sana na viongozi wangu wa klabu ya Yanga. Hawajakurupuka na hawawezi kurupuka. Ndio maana kutoa wamenyamaza kimya. Na mimi ninachotaka kusema, na kama wao viongozi wanajua kanuni za ligi, wanajua taratibu za mchezo, yani sheria za michezo wanafanya nini? Wanazijua. Kwa hiyo na sisi sasa tunawasikiliza wao, ila tu wasiende nje na kanuni ya mpira, wasiende nje na taratibu za mpira. Kama wakazungumzia lile ambalo linahusu utaratibu, hakuna kitu kinachoishi pasipokuwa na utaratibu. Mimi nyumbani kwangu na mke wangu na watoto wangu tuna utaratibu wetu wa kimaisha. Kwa hiyo lazima hivi vitu vifuatwe ili mambo mengine yaweze kuendelea. Kwa hiyo naomba viongozi wetu kwa utulivu walioonyesha sisi tunawapongeza sana, na misimamo walioonyesha tumewapongeza sana, ila sasa waangalie nini TFF wanataka kutufanyia. Wanataka kutufanyia tena uhuni au kweli watafuata nani? Wakifuata kanuni halisi sisi tunatakiwa tupewe pointi zetu 3, sio twende tukacheze dabi tena. Mechi inaisha ndani ya masaa 4, lakini mechi inaisha ndani ya masaa 5. Wewe mwandishi wa habari uliwahi kusikia wapi? Ndani ya masaa 5 mechi inaahirishwa. Ulisikia wapi? Kanuni haziko hivyo bwana. Mzee wangu unatema cheche kweli kweli. Lakini mimi nina swali langu la mwisho ambalo litakuwa ni la kuachana mimi na wewe. Ukiwa kama shabiki na mpenzi wa klabu ya Yanga, kesho mna mchezo wenu pale Singida. Mnaenda kucheza na Singida Big Stars kwa ajili ya ufunguzi wa uwanja wa Singida ambao umedhaminiwa na Airtel. Ukiwa kama shabiki, unajisikiaje kwenda kuzindua uwanja wa jirani hali ya kuwa wewe hauna uwanja? Unajua mimi niseme jambo moja. Ni kweli wenzetu wanaenda kufungua uwanja na sisi tunaenda kucheza ile mechi, na mechi sisi tutacheza tu. Hatuna hofu na mechi aina yoyote. Sisi mechi yetu, yani mechi yoyote kwetu sisi kama mboga tutacheza. Ila sasa ile uwanja hili bwana, lazima tuseme. Kwani Yanga hawakuwa na utaratibu kipindi fulani kutaka kujenga uwanja Kigamboni? Ulikuwa nao. Ulikuwepo, lakini bado tukarudi wakasema kule mbali, mkae hapa kwenu Jangwani. Hayakuwepo haya? Yapo. Hivi Yanga akipata uwanja wake, serikali itapata mapato kutoka wapi? Na ndio maana hata kutaka kujenga uwanja Yanga na Simba, fitina zinaendelea ili tuendelee kuingizia serikali pesa. Lakini kama nilivyowaambia, ule uwanja utakuwa kupigia parade tu na kufanya sherehe za kitaifa za nchi hii, lakini sio Simba Yanga. Labda watu wengine wakitoka nje waombe timu za nje kuja kuomba labda kufanyia mazoezi kwenye ule uwanja wa Mkapa. Lakini kwa wingi wa mashabiki wa klabu ya Yanga, unadhani hata mkijenga uwanja Jangwani mashabiki watatosha kuingia mule? Sisi ndo wananchi, wala sio ombaomba. Yani ukitaka kuamini, kuna kipindi watu walisema Yanga inaenda kufa, wanatembeza bakuli, lakini tulikuwa kwenye nafasi bora kabisa za ligi. Uwezo tunao, nia tunayo, sababu tunayo ya kuyafanya haya. Hatushindwi kitu. Ongea na Engineer Harris sasa kuelekea ujenzi wa uwanja. Unampa ujumbe gani? Siku zinaenda, miezi inaenda, takriban miaka inaenda, uwanja bado hamna. Ongea na Engineer Harris Saidi. Mimi Engineer nataka nimwambie jambo moja. Kwanza ninamshukuru sana. Alipotufikisha hapa, katufikisha pazuri. Inawezekana kabisa hata uwanja akashindwa kujenga kwa ajili ya mizengo ya serikali. Lazima tukubali. Lakini Engineer hashindwi kujenga uwanja. Sasa mimi namuomba Engineer, wewe ukija huku kwetu sisi tunakutegemea wewe Engineer. Tunaomba basi, wakati unaomba kura ulituambia, wana Yanga nipeni mimi imani ili nijiaminishe kwenu. Nitawajengea uwanja wa kisasa ambao Afrika hakuna. Atimize lengo lake, kwa sababu kwanza uongo ni dhambi. Yani uongo, yani anajiania kwenda motoni kwa dhambi ya uongo. Si sawa sawa. Ili akae aangalie, aone uwezekano wa kutimiza ahadi yake aliyoitoa wakati wa uchaguzi. Mzee, mimi nikushukuru sana. Labda neno lingine sasa kuelekea tawi lenu hili. Tawi lenu ndio hili hapa tunaliona, ni la moto kweli kweli. Unaongea nini au unaambia nini wanachama wa mji wa Kibaha? Unaambia nini wanachama wa mji wa Kibaha ambao bado hawajajiunga na tawi hili la Mwenda Pole ambalo mnasema ushindi ni asili yetu, hatuna mbambamba. Nyinyi hamna mbambamba, lakini wanachama bado hawajatimia. Nakupa nafasi hii ya kuzungumza na wanachama na wapenzi wa klabu ya Yanga wa mji wa Kibaha pamoja na Mwenda Pole. Ongea nao.
Mimi kwanza ninachoshukuru ndugu mwandishi wa habari, mimi ni mwenyekiti wa hamasa wa tawi hili hapa. Na nashukuru sana kwamba hata nikiongea na watu wengi walikuwa wanakuja. Japo wengine wanaogopa kwa sababu ambayo tu, yani unajua tulikotoka huko kulikuwa na mambo ambayo sio mazuri sana. Lakini sasa hivi Yanga imara, Yanga kweli kweli, Yanga daima mbele nyuma mwiko tuliko sasa. Kwa hiyo mimi naomba nataka niwaombe waje Yanga, kwa sababu Yanga, yani niseme mimi naitwa labda Mwafrika, Yanga African. Hivi wewe ukisema Simba damu, tuonyeshane rangi pale, hakutakuwa na uwezekano kutembea na viwembe pale, kwanza kuchanjana mwili. Hutakuwa ni wendo wazimu sasa. Lakini mimi ndo Mwafrika, Yanga Africans, mimi ndo asili yake. Na hata uanzishwaji wake ni wa Afrika na wazungu. Kwa hiyo sisi wa Afrika lazima tujienzi. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba yani hapo ulipofikia, kwanza nishukuru pia ujio wenu. Yani kuna vyombo vya habari vingi, watu walikuwa wanatoka kule wanakuja Kibaha hii kwa ajili ya mambo ya kusutana. Lakini nyinyi mmekuja leo kusikiliza kilio cha wanyonge, wananchi wananchi wanachama wa Yanga waliokuwa chini, ambao tulikuwa tunazungumza kwenye mikorosho tu, hakuna swala lilosikizwa. Leo hii hata Mama Samia anayetaka kuwa mgeni rasmi siku hiyo kajua tumeongea nini. Hawa viongozi wetu wa TFF na bodi ya ligi wamejua tumeongea nini. Lakini wao ya kwao ya barua ya chini wamemalizana huko, wameoana, shughuli imeisha. Kwa hiyo naomba niwaombe, isiwe mwanzo na isiwe mwisho, mtufikie sisi ili mtupelekee haya malalamiko yetu na jinsi tunavyoendeshwa na bodi ya ligi. Sasa inafikia wakati bodi ya ligi inaendeshwa na timu, haiendeshwi kama bodi ya ligi kwa mujibu wa kanuni.